Haya, karibuni sana watazamaji kwenye Maisha Kanairo. Kipindi hiki ni cha Maisha Kanairo. Kipindi cha Maisha Kanairo inamaanisha kwamba tunakuwa na wageni mbalimbali ambao wanatoka sehemu mbalimbali, na tuna pia kujifunza kitu kimoja ama vitu viwili kutokana na maisha yao ama masimulizi yao ambao wamekuwa nayo katika mji huu wa Nairobi. Na kipindi hiki cha Maisha Kanairo kitakuelimisha sana mtazamaji, kitakuelimisha sana ukiwa kule nyumbani ama ukiwa hata hapa mjini, ili ukaweze kuwa rada. Kwa hivyo siku ya leo nina mgeni mmoja, na ni bonge la mgeni ambaye atajiunga pamoja nami ili akaweze kutupatia masimulizi yake au maisha yake katika mji huu wa Nairobi, tukaweze kujifunza jambo moja. Karibu sana mgeni wangu kwa siku ya leo. Hujambo? Sijambo. Okay, karibu sana. Kwa manufaa tu ya mtazamaji, utaweza kujitambulisha kwa jina lako, unaitwa nani? Naitwa Evelyn Mumelo. Okay, karibu sana Evelyn Mumelo. Na ningependa tu kwa sababu ya manufaa ya kumwelimisha mtazamaji wetu ya kwamba Nairobi ulikuja muda gani na umeishi kwa muda gani huku Nairobi? Nimekuwa nikikuja nikitoka. Last year nilikuwa nikatoka tena nimerudi. Okay. Kwa hivyo umekuwa ukitoka lakini najua kwamba umekuwa ukiishi kidogo unaenda. Kwa hivyo umetaste life ya Kanairo, si ni kweli Ndio. Haya basi, wewe unadhani katika ule kuishi kwako moja mbili, ni kitu gani ambacho labda umeshuhudia ama umekutana nacho ambacho unaona kwamba labda kiliganda katika moyo wako na katika akili zako, na ni vizuri kaweze kumwelimisha mtu mwingine mahali popote alipo, labda ni mjini au yuko kule nje, ili akija mjini awe sawa? Kuna kitu ambacho labda umeshuhudia ama umeweza kukumbana nacho? Naam. Nimeshuhudia Nairobi. Kukaa na marafiki ni ngumu sana. Okay. Kama mimi nilikuwa na rafiki, tulikuwa naye muda sana, tulikuwa marafiki kwa muda sana. College. Nikiwa nyumbani sina kazi, aliniambia kazi imepatikana. Nikakuwa excited sana. Ukapata ile furaha ile furaha, nikasisimuka, nikajua naenda mjini. Kabebana na vitu zangu, nikafurahi sana kufika. Kufika huko maisha haikuwa vile nilitarajia. Maisha yakawa segemnege. Akawa hivyo. Nafika, the friend alikuwa married. Sasa kazi alikuwa ameniitia, sikufaulu kuipata. Sasa ikakuwa what next? Kwa hiyo hukupata kazi. Na yeye mwenyewe alikuwa kazini? Yeye alikuwa kazini. Mambo yakaanza kubadilika, urafiki ukapungua. Nikaamua kwenda kwa my cousin kidogo over the weekend. Okay. Figure out what next. Nikiwa huko nikapata ujumbe. Uja ubebe vitu zako. Anayekutumia ujumbe nani? Rafiki huyo. Ameshakuwa ubebe vitu zako uende. Kwa hivyo sasa ikawa ukakuja ukabeba virago ukaondoka. Na huzuni mwingi sana. Sasa nikafikiria kama singekuwa na huyo kazi, ungeenda vipi? Yaani ya maisha ingekuwa sasa yamekuwa, yaani angeharibika kabisa. Kwa hivyo ulipotoka kwake ukaelekea kwa yule binamu yako kazi, nikakaa huko kwa muda kidogo, kisha nikaamua tu kurejea nyumbani. Pole sana kwa matukio kama hayo. Na sasa hivi basi, hata wale ambao wako nyumbani ama wale ambao labda wako huku mjini, kuna mambo mengine pia wanaendelea kupitia. Kwa hivyo asante sana Evelyn kwa kujiunga pamoja nami. Najua kwamba umeweza kuwanufaisha ama kuelimisha wale ambao ni watazamaji wetu. Kwa hivyo asante sana na kwa heri kwa sasa. Kuwa na wakati mwema. Nashukuru, nawe pia. Haya. Kwa hivyo mtazamaji, umesikia jinsi ambavyo maisha ya Evelyn yalivyokuwa, alivyojipata katika hali ambayo ni ya sintofahamu. Baada ya kuitwa rafiki yake, basi maisha yakaweza kumwendea vibaya. Mambo yakawa ya jinsi yalivyokuwa, akaambiwa basi beba virago vyako kwako ukaondoke. Kwa hivyo yeyote utakapokuwa mahali kule nyumbani na kuja kazi, jua ni rafiki wa aina gani, asiwe ni rafiki wa unafiki, yani rafiki wa panya. Kwa hivyo katika kipindi chetu basi tutakamilisha mahali pale, lakini nakuomba mtazamaji usisahau kunifollow
kwenye Meshmash Talents pale YouTube. Yaani tuendelee kuchangia kwa zile subscription pamoja na comment pale kwa comment section. Uniambie iwapo pia wewe umepitia mambo kama hayo ama wewe ya kwako imeenda namna gani. Basi tukutane wakati mwingine katika kipindi cha Maisha Kanairo. Ni follow kwenye Meshmash Talents. Kwa heri.